kwa habari za utendeti. Na bunge la kitaifa hivi leo linarejelea vikao vyake baada ya likizo. Habari kutoka kaunti zetu. Jina naitwa Nasir Abdi, mimi ni mji hapo Tula. Taifa letu. Katibu wa kaunti ya Meru Daktari Kiambi Athiro. Mataifa ya nje. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Habari za kispoti. Ngoja kifo cha Arsenal. Unajua habari za biashara. Ripoti za hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga. Na matukio ya wiki. Tumekuja hapa kutoka Mombasa na tumeambatana na Mheshimiwa Gavana Ali Hassan Joho. Sikiza Sifa FM Hekima, sauti ya busara. Na mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu kwenye mwanga wa Sifa FM Hekima. Ni saa 7 mchana kwa habari za kitaifa na kimataifa. Jina langu ni Charles Kitavi. Wakenya wanaoishi na kufanya kazi katika nchi za nje hutuma nchini Kenya zaidi ya shilingi milioni 700 kila mwaka. Hayo ni kulingana na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia amesema fedha hizo zimepiga cheki ukuaji wa uchumi hapa nchini na pia kumbuni nafasi za ajira. Akizungumza na raia wa Kenya wanaoishi na kufanya kazi nchini Qatar, Mudavadi aliye pia ni waziri wa mambo ya nje aliwashauri kudumisha maadili na kuwa mabalozi wema wa Kenya wanapotekeleza majukumu yao. Alisema serikali inashirikiana na mataifa kadhaa kuimarisha mikataba ya uhamiaji ili kuhakikisha Wakenya wanapata kazi zilizo na malipo ya kumezewa mate kote duniani. 101.1 Tana River inasikiza Sifa FM Hekima. Na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen ametangaza kumbuniwa kwa nchopo litakalomteua mwenyekiti na makamishna 7 wa tume ya mshikamano na utangamano wa kitaifa NCIC. Kulingana na Murkomen, muda wa kuhudumu wa maafisa wa sasa wa tume hiyo inayoongozwa na Reverend Samuel Kobia utakamilika Novemba tarehe 17 mwaka huu na kuhitimisha muhula wa miaka 6 ulioanza Novemba mwaka 2019. Jopo hilo la wanachama 7 litajukumiwa kuwatafuta wanaofaa kuchukua hatamu za uongozi kwenye tume hiyo. Wanachama wa jopo hilo ni pamoja na Ruben Chilchil, Francis Mencha, Pauline Mcharo, Alfred Mushimba, Michael Zoma Mbithuka na Lindi Justice Anna Hokwengo. Tume ya NCIC imechukumiwa kuhakikisha mshikamano wa kitaifa, fursa sawa, utangamano wa amani miongoni mwa Wakenya wa tabaka mbalimbali na kidini. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imetahadharisha kuhusu kutokea kwa mafuriko na maporomoko ya ardhi katika maeneo yenye milima magharibi mwa nchi kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Katika taarifa, idara hiyo imesema kuna hatari ya radi katika kaunti ya Kisii, Kisumu na Narok, huku ikiwasihi wananchi kuepuka kujificha chini ya miti au kukaa karibu na madirisha yenye vifaa vya chuma wakati wa mvua kubwa. Aidha, idara hiyo imesema maeneo ya chini yenye mifumo duni ya kupitisha maji yako katika hatari ya kukumbwa na mafuriko ya ghafla, na anawasihi wananchi kuepuka kutembea ama kuendesha gari kupitia maeneo yaliyofurika ili kuepuka kusobwa na maji. Kaimu mkurugenzi wa huduma za hali ya hewa Edward Murioki amesema kwamba mvua ndogo katika eneo la mashariki mwa nchi inaweza kusababisha uhaba wa maji na malisho. Anasihi jamii katika eneo hilo kuhifadhi maji na kutumia mbinu bora zaidi za matumizi ya maji. Maeneo ambayo hayana mifumo ifanyayo ya kupitisha maji, pia vichaka vinaweza kutoa mazingira mwafaka ya kuzaliana kwa mbu. Murioki anaonya kuwa ukosefu wa mifumo ya kupitisha maji inaweza kusababisha ongezeko la magonjwa yanayoenezwa na wadudu, ikiwa ni pamoja na malaria, na anatoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua madhubuti za kiafya za kuzuia kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na wadudu. Na mahakama kuu imetupilia mbali kesi iliyopinga uhalali wa uteuzi wa Dorcas Oduor
kama mwanasheria mkuu wa serikali na kuondolewa ofisini kwa mtangulizi wake Justin Muturi, ikisema kuwa Bwana Muturi alijiuzulu na kwa hiari na mchakato wa kisheria ulifuatwa. Mahakama ilisema kuwa waliowasilisha kesi walishindwa kudhibitisha madai kwamba Rais William Ruto alimdhalilisha kikatiba Bwana Muturi kupitia amri ya rais mwezi wa Julai mwaka 2024. Mahakama ilithibitisha msimamo wa serikali kwamba Bwana Muturi alijiuzuru ili kurahisisha mabadiliko katika baraza la mawaziri, japo lililomfanya uteuzi wa Bi Oduol kuwa halali. Ilisema kuwa mchakato wa kisheria ulifuatwa katika kuondolewa kwa Bwana Muturi na kumteuliwa kwa Bi Oduol. Kuondolewa kwa Bwana Muturi kulitokea wakati wa mabadiliko makubwa ya serikali baada ya maandamano ya kitaifa ya Gen Z mnamo mwaka uliopita. Kundi la walalamishi 7 likiongozwa na Daktari Magari Gikenyi lilihonji kuwa kuondolewa kwa Bwana Muturi kupitia hotuba ya rais iliyopeperushwa kwenye televisheni na tangazo la gazeti rasmi ya serikali nambari 8440 kuliweka hatarini masharti ya kikatiba chini ya kifungo cha 132 na sheria ya ofisi ya mwanasheria mkuu zinazobainisha misingi ya kuondolewa kwa mwanasheria mkuu ambaye ni tabia mbaya, ukosefu wa uwezo au ukosefu wa ufanisi. Hata hivyo, mahakama iliamua kuwa walalamishi hawakutoa ushahidi wa kuaminika kupinga yaliyothibitishwa na ofisi ya rais, tume ya huduma za umma na bunge yanayothibitisha kujiuzuru kwa Bwana Muturi. 101.1 Tana River inasikiliza Sifa FM Hekima. Na bila shaka mpenzi msikilizaji, habari hiyo inatufusha moja kwa moja hadi kimataifa. Huku hali ya kawaida ikiendelea kurejea nchini Tanzania baada ya maandamano wakati wa uchaguzi mkuu, serikali ya nchi hiyo imeondoa amri ya kutoka nje usiku. Polisi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki wametangaza amri ya kutoka nje kuanzia saa 12 jioni kutokana na ghasia zilizogumbika baadhi ya sehemu za nchi hiyo wakati wa uchaguzi mkuu. Vile serikali imeondoa vikwazo vya usafiri wa huduma za internet kurejeshwa na kusababisha wananchi kwa kuendelea na shughuli zao za kawaida. Milango ya vituo vya kibiashara vilifungwa, ambayo ilifungwa kutokana na ghasia hizo. Siku ya Jumanne, serikali ya Tanzania ilitoa taarifa kwa wafanyakazi wote kurejea katika shughuli zao kama kawaida. Na bila shaka mpenzi msikilizaji, hapo ndio natia kikomo cha mwisho wa mwanga wa Sifa FM Hekima saa 7 mchana. Jina langu ni Charles Kitavi. Jamii za Kiafrika, jamii za Kenya na jamii zote duniani hujivunia umoja. Umoja ni nguvu, na ndani ya Sifa FM Hekima tunafurahia kuwa na wewe kama msikilizaji wetu. Ukiwa na matangazo ama mapendekezo, malalamishi, ama kama ungependa kushirikiana na kituo cha Sifa FM Hekima kwa njia yeyote ile, ama ikiwa unapenda kubariki kituo cha Sifa FM Hekima, basi wasiliana nasi kupitia nambari 0701 709 596.